Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Bwana adhuhuri ya leo kwa sababu ya ukuu na wema wa Bwana. Amenitendea mengi, nimemuona akiwa mwaminifu, ninasikia tu kuzama na kukaa ndani ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati nilikuwa nimeketi pale, hii wimbo imekuja ndani yangu. Nikajua ya kwamba kutoka mahali Bwana aliniita mpaka mahali nimefika, kwa hakika amenitendea mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hata wewe ambao umeketi mahali hapo, ukiambiwa usimame mahali hapa, kuna mambo mengi Bwana amekutendea, hata huwezi kuyaelezea yote kwa sababu ni mengi mno. Bwana Yesu asifiwe. Na nikashukuru Bwana, nikakumbuka on Friday tulikuwa watu wachache sana. Hata tukizidi tulikuwa watu, nafikiri tulikuwa tu kama watu 15 ikiwa tulikuwa wengi sana. Lakini ule usiku ukanitia moyo, nikajua ya kwamba bado kuna mabaki ambao Bwana anaendelea na kutumia kusimama katika pengo. Praise the Lord. Na katika ule mkesha nikahimizwa sana na ushuhuda ambao tulitolewa. Tulifanya vile tunafanyanga na tukatiana moyo vile tunatiananga moyo, na moyo wangu ukaenda nyumbani ukiwa na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nilikuwa na sababu ya kulala kwa sababu mume wangu hakuwa, na nikasema hakuna gari ya kunipeleka, lakini nikaambia moyo wangu niliitwa kivyangu, na Yesu akirudi wakati kama huu nitasimama mbele yake nikiwa peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nikajitia moyo na nikakuja. Nilikuta praise team hapa wakifanya practice na ilikuwa saa 3. Praise team barikiwe sana kwa sababu wengine ni wamama, lakini walikuwa tu hapa kwa madhabahu wakiendelea na huduma. Bwana awabariki sana. Katika ule mkesha kuna mmoja alituhimiza ya kwamba kila kitu unayefanya katika nyumba ya Bwana kuna kitabu ya ukumbusho. Bwana Yesu asifiwe. Sema kuna kitabu ya ukumbusho. Sijui wewe Bwana akikuja atakukumbuka na nini, lakini hiyo siku tulitoka mahali hapa tukaambiwa ya kwamba siku ya ile tarumbeta itapigwa. Kuna kitabu, kuna vitabu zitatolewa na kuna kitabu ya ukumbusho. Ulifanya nini? Ikifunguliwa ni nini itasomwa ndani ya hiyo kitabu? Nikajiuliza, kuna vitabu ambao iko mbinguni na itasomwa, na wakati itasomwa itasema nini? Kwa hivyo nikajiambia, na ninakaanga tu hapa
nilikuwa nataka kupigia Reverend John nimwambie, mimi sijisikii kama nasikia niko na neno, lakini nikakubushwa kuna kitabu ambao itafunguliwa na nitasema nilikuwa ninafanya nini wakati nilikuwa na pumzi, nilikuwa na nguvu, nilikuwa na uhai. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunakuja katika nyumba ya Bwana, abia Bwana akupatie nafasi ya kumtumikia, maana kule binguni huko siku ambao itafika kuna vitabu itafunguliwa. Na nikajua kwa hivyo ndio sababu Bishop anajing'ang'ananga hivyo. Kwa hivyo ndio sababu anakujaga maombi Friday na anakuja maombi hata asubuhi. Kuna vitabu ya ukumbusho. Kaa ukijua ya kwamba mteule wa Mungu, uliitwa Mungu akiwa na kusudi jema, na kuna vitabu. Siku moja ya masiku kuna kitabu itafunguliwa, na matendo yetu yote tutayasoma mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine naye akatuambia ya kwamba alisaliwa vile nilisaliwa. Si unaona ilikuwa mzuri? Alisaliwa venye watoto wale wengine walizaliwa, na akakua, akaendelea, akafika mwaka moja, miaka 2, miaka 5, akaingia shule. Wakati aliingia shule kufika grade 5, Daniel sauti yake ikapotea. Vile ilipotea hajui. Bwana Yesu asifiwe. Inua mkono, ambia Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya uhai. Amen. Hata kutoa sauti ya kusema hageweza. Mtoto alikuwa anasoma, alikuwa grade 5, nikamfananisha na hero wangu ako grade 4 na anasoma mahali hapa. Lakini yule mwanadada ako katikati yetu. Kwa hivyo ukiona tukitumika, kuna mahali Bwana ametutoa na mahali ametufikisha. Alikosa kuongea, alikuwa na shapo na walimu kwa sababu aliona kama ni madharau. Mtoto alikuwa anaongea, lakini hata akiulizwa kitu hasemi. Wazazi wakawa na shida, watafanya nini? Watu wao wakashangaa kumeenda nini? Lakini ilikuwa mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Si unaona kuna kitu Mungu ameweka ndani yako? Akatuambia ya kwamba alianza kuitwa Bubu. Mama yake huyu mama ya Bubu. Wewe Bubu anaanza Bubu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo uko na sababu ya kumtumikia Bwana. Wakati mnaona tukitumika hapa kwa madhabahu, ni mambo nyingi tunaweza sema mbele ya Bwana, lakini tunasema sirini, maana Mungu anatujua. Alikaa miaka 2 akiwa haongei, hasemi kitu. Mtoto alikuwa anaongea, ako katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hajaniambia nimuite, kwa hivyo sitamuita, na hutajua. Wale walikuwa kesha ndio wanamjua. Bwana Yesu asifiwe. Leo anatumika, ni mhuduma hapa, na saa zingine hata anakuambiaga ufanye kitu, unamdharau, unamwangalia tu hivi, unaenda. Lakini wacha nikuambie, kuna mambo ambao Bwana ametenda ambao sijui niseme nini, lakini shukuru Bwana. Shukuru Bwana. Saa hii anaongea, anaweza hubiri, anaweza iba, na huwezi jua kitu kwa sababu Bwana alitenda. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Sasa tuende katika maandiko. Maandiko yenye tunasoma ni ya kwamba si kuna Mungu mbinguni. Kuna Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Praise God. Tunaye Mungu mbinguni anayejibu maombi. He is here na he is ready to hear our prayers. Praise the Lord. Nataka tusome maandiko katika Proverbs chapter 4 verse 6 and 7. Proverbs chapter 4 verse 6 and 7. Tumekuwa kutoka Januari tumekuwa tunafunzwa hali ya hekima ya kiungu.
tumekuwa tukifunzwa mambo ya hekima ya kiungu. Na wakati hata Pastor John wakati alikuwa anatufunza, kuna kitu nilikuwa najiambia ndani ya moyo wangu ya kwamba tuliitwa wengi lakini mimi nimechaguliwa. Na wakati nilishaguliwa, Bwana aliniweka mahali akitaka nimfanyie kazi. Na nikasema ya kwamba ile kazi Mungu ameweka ndani yangu na ameweka ndani yako, ni lazima tafute hekima ya kiungu ili tukaweze kukamilisha ile kazi Bwana ameweka ndani yetu. Bwana asifiwe. Na kila mmoja wetu vile tuko na vile tumeingia mahali hapa, kuna kile Bwana ameweka ndani yako ili kikaweze kukamilika na kikaweze kupendeka na kikaweze kuwa usaidizi kwa wote. Ni lazima utafute hekima ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inatuambia ya kwamba do not forsake wisdom and she will protect you. Love her and she will watch over you. Hiyo ingine, chapter 7, the beginning of wisdom is this: get wisdom, through it cost all you have, get understanding. Kwanza ni kutafuta hekima ya kiungu. Na unapotafuta hekima ya kiungu, naye Bwana anakusaidia. Diposa unaingia kila Jumapili, unaingia weekdays, unakuja mahali hapa kwa sababu hujakamilika. Kuna hekima ambao Bwana anataka uitafute. Na wakati nilipokuwa nikitazama hii maandiko, nikakumbuka ya kwamba niliokoka nikiwa mdogo na Bwana amekuwa pamoja nami na amekuwa akiniongoza. Hii wiki imepita nikapigiwa na mmoja, tulikuwa tunaenda kuhubiri tukiwa wanalika huko Ushago, na akaniambia ile mapito amepitia. Kumbe alikuwa na mwito lakini amekataa kwenda kuhubiri kwa sababu yeye ako Nairobi, so anaitwa Ushago. Hiyo last year Bwana akampitishia, ni Mungu tu, kwa sababu huku alikuwa na biashara. Amefungua biashara nyingi akifunga, lakini hakuwa anajielewa ya kwamba ako na wito ndani yake. Na ile wito Bwana anataka aipeleke mahali ili akaweze kuwa msaada kwa wengi. Akang'ang'ana hiyo mwaka yote. Sasa alikuwa ananiambia ameinua mkono. Hii Januari yote ako Ushago. Sasa nikikumbuka mahali ameenda na mahali, yani mahali alikuwa anakaa huku Kariobangi na mahali amepelekwa, na kuambia wapendwa, wakati tulikuwa tunaenda huko hatugeenda peke yetu, wadada peke yetu. Tulikuwa tunapitia mizitu, tunapanda milima, juli ni mbali, na tulikuwa tunaenda, service ilikuwa inaanza 5 mpaka 6. So tukirudi nyumbani ni mahali tulikuwa tunaenda almost 2 hours. Tulikuwa tunapewa kijana mmoja ama wawili wanatupeleka, ikiwa ni dada anahubiri, then tunarudi. Nikaambia Mungu, gai, yani ameitwa huko, anaenda. Akaniambia sasa amekubali mwito, ako huko. Bwana Yesu asifiwe. Wito unapokusubua, kuna mahali unaweza pelekwa, ushindwe utaanzia wapi na utaenda wapi. Kwa sababu ile kanisa imekaa bila watu, bila mchungaji. Sasa yeye alikuwa ameitwa, na kutoka Januari mpaka hapa anahudumu mahali pale, anafikiria venye atahamisha watu wake, maana ameoa na ako na watoto. Na kuambia wito ni lazima ulipia gharama. Nikasema, gai, Mungu, hata hatujafika kuota, bado tunaendelea. Nikaambia Mungu, labda yule alikuwa amekaa na hakuwa anaelewa kuna watu anafaa kusaidia mahali pale. Ningetaka kukuambia mteule wa Mungu ya kwamba kuna kitu iko ndani yako na inatazamiwa na wengine. Kuna wengine wanaigoja ili wakaweze kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Usijione duni
na usione kama hauna kitu. Kila mtu, wakati Mungu alikuokoa na wakati alikuelekeza katika nyumba yake, kuna kitu aliweka ndani yako, na hiyo kitu aliweka ndani yako kuna mwingine anaitamani, na wewe unaifungia tu. Tuombe Mungu akaweze kutupa hekima ya kiungu, ili tukaweze ile kitu iko ndani yetu tukaweze kuitoa na ikaweze kuwa usaidizi kwa wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni nini Mungu aliweka ndani yako, sijui ni nini unatazamia, unaona na nikifanya hivi naweza saidia mwili wa Kristo. Nikifanya hivi, ni kuomba tu Mungu akupe hekima ya kiungu. Maana kuna kitu, wakati Mungu alikuita, kuna kitu iko ndani yako, na ile kitu mpaka wakati utaifungulia ili ikaweze kuwa msaada kwa wengine, hapo ndio utasikia uko relieved. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, mimi kitambo nilikuwa nakataa kusimama hapa. Nilikuwa naona kama sina kitu, lakini si ninasema kitu. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tutatumikia Mungu, tutafute hekima ya kiungu, ile kitu Bwana ameweka ndani yetu tukaweze kutumia. Tuende katika Psalms 25 verse 1. Psalms 25 verse 1. Maana Mungu anatupenda. Mungu anatupenda. Hili kanisa, ikiwa kuna mafunzo tunafunzangwa, hii kanisa tunafunzangwa, na not unless utoke katika ile mafunzo tumefunzwa, sijui wewe utakuwa wapi, lakini mafunzo tunafunzangwa. Unajua, ile kitu moja inanitumanga nisimame na nisikie yani Mungu ako pamoja nami na amenisaidia, ni ya kwamba kutoka wakati nilioleka, Bwana Yesu asifiwe, sijawahi ona Mungu akiniachilia. Lakini nimejifunza kitu moja. Mume wangu ako hapa katikati yenu, hata wale wageni ndio hawamjui, lakini ile kitu inanifurahisha ni kujua ya kwamba tarubeta ikilia saa hii, yeye ataenda kivyake na mimi nitaenda kivyangu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikikumbuka hivyo, naambianga Mungu nakupenda hata kuliko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ninajua nitapiga magoti mbele ya Mungu peke yangu, na nitapeana yale mambo nimefanya katika duniani nikiwa peke yangu. Na ninashukuru Bwana kwa sababu akikuja kuna kitu naweza simamisha mbele za Bwana. Kuwa mke wa mshugaji si rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo miaka tumekaa na yeye, wacha niwaambie tu ukweli. Hiyo miaka tumekaa kukaa na mwanaume miaka 20, wale unajua kuna wengine wazee kuniliko. Najua mnajua wale umeolewa, si ndio? Haikuagi rahisi, lakini neema ya Bwana ikikubeba na ukitafuta hekima ya kiungu, Bwana anakusaidia. Tumesimamisha huduma, tumeona mengi, tumepitia, tumepigwa, tumedharauliwa, lakini bado niko hapo tu. Bwana Yesu asifiwe. Sema hata mimi nitakaa tu katika neno la Bwana. Nitakaa tu, sitang'oka hapo. Ije liwe lilowalo, nitakaa hapo kwa sababu ninajua kuna malipo. Mteule wa Mungu, kuna taji unaendelea na kulebesha, na Bwana siku moja ya masiku itakuwa inametameta. Kaa hapo, kaa hapo. Na mimi sing'oki, na kaa hapo. Tunaendelea. Pastor John alituambia asubuhi ya kwamba ukiita mtu dad kuna gharama yake na kuna kitu umeona. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mimi nilijikuta aje nikimuita dad, na ni dadi ya watoto wangu, lakini namuitanga hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna mambo maybe nimeona sitawaambia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini amekuwa baraka kwangu. Kile nilijifunza, wapendwa,
ni ya kwamba ni mume wangu kwa nyumba, lakini tukifika kanisani ni mchungaji wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo imenisaidia na bado inaendelea kunisaidia, ya kwamba akisimama hapa ama akiombea watu sitamuona kama mume wangu. Hiyo ni kitu Mungu alinisaidia kutoka kitambo. Ninamuona kama mchungaji wangu anaye nipe baraka ya ushungaji. Bwana Yesu asifiwe. Na tunakaa vizuri sana. Kwa hivyo nashukuru Bwana. Mahali yako Bwana akaweze kumbariki. Tuendelee na neno. Zaburi 25 verse 1 inasema, kwako wewe Bwana nainua nafsi yangu, ni wewe ninaye kutumainia, Mungu wangu. Usiniache niaibike, wala usiache adui zangu wakanishinda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wangu, ni wewe tumaini langu, ni wewe natumainia. Usiniashirie nihaibike. Wakati utafika uambie Bwana yeye ndiye tumaini lako, asikuachilie. Maana saa hii tuko mwezi wa pili, Januari tulianza maombi na tumekuwa tukipigana vita nyingi, tumekuwa tukipambana. Ni mambo nyingi sana umeambia Bwana na unataka akutimizie. Shetani ako na masikio na anasikianga. Kwa hivyo ningetaka kukuambia ya kwamba usilale na usikubali shetani akunyemelee. Maombi bado inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Maombi bado tunaendelea nayo. Na wakati umepata ushindi wako, wakati ambao yule ambao alikuita, huyo ambao unamtumainia, huyo ambao hata kuashiria uaibike, wakati unapomtazamia na unamtazama na unajua hakuna mwingine apart from Mungu wako, huyo Mungu ndiye atakuwa anakunasua na anakusimamisha na unaweza na unaendelea mbele na safari. Hautafujika moyo. Mwana wa Mungu, ningetaka kukuambia ya kwamba usifujike moyo. Bwana Yesu asifiwe. Hata hiyo mlima ukiona ni mkubwa aje, hata ukiona kama maji inakupeleka hivi, simama na neno moja ya kwamba Mungu wangu nakutumainia. Usiwashirie nihaibike. Bwana Yesu asifiwe. Nikajikumbusha kitu moja ya kwamba wakati unapoona ushindi, hapo ndipo vita zinaanzianga sana. Hapo ndio unapigananga na vita, unashindangwa utafanya nini. Unaonanga kama Mungu amekusahau. Mungu hajakusahau. Huyo Mungu unayemtumainia, huyo Mungu ambao unangojea, anakuja kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Hata acha uhaibike, maana uko pamoja na Mungu. Verse 3 inasema ya kwamba kamwe hakuna hata mmoja anaye kutegemea atakaye haibishwa. Hakuna hata mmoja. Unapomtegemea Bwana, hakuna wakati hata mmoja Bwana atakubali uagamie ama uhaibishwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tungekuwa tunaangalia hivi, tunaona ile mambo tumepitia katika huduma, tungekuwa tumeshindwa, tungekuwa tumekufa moyo. Lakini kwa sababu Bwana ameendelea na kutushikilia, Bwana ameendelea na kutuongoza, Bwana neema yake imetubeba, ndio sababu ya kwamba tunasoma hii ya kwamba hakuna wakati atakaye tuhaibisha. Bwana Yesu asifiwe. Bali wataibishwa wafanyao bila sababu. Verse 4 inasema hivi, nionyeshe njia zako, Bwana, nifundishe mapito yako. Nionyeshe njia zako, mteule wa Mungu. Wakati wowote utakaa katika wokovu, abianga Bwana kila siku ya kwamba akuonyeshe njia zake,
Ambia Bwana akuonyeshe njia zake. Tunaweza ona kama tunaweza ona kama saa hii tuko sawa. Lakini kila wakati maandiko inatuambia ya kwamba tuwe tunamlilia Bwana akaweze kutuonyesha njia zako. Bwana asifiwe. Tena tumekuwa tukiambiwa ya kwamba akaweze kutufunza. Unajua wakati tunapokaa mahali hapa, tunafunzwa jinsi ya kutembea na Mungu, jinsi ya kufanya kazi ya Mungu, jinsi ya kutembea na Bwana. Kuna mambo ingine mchungaji hata shida akikwambia, huyu Mungu na ile hekima ya kiungu itakusaidia kujielewa na kujua vile utakavyoongea kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Itakusaidia jinsi ya kuongea, itakusaidia hii hekima ya Mungu, itakusaidia jinsi utakavyotembea, itakusaidia jinsi ya kufaa, itakusaidia jinsi ya kukaa na utakatifu ukiwa nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Katika nyumba ya Bwana kuna mambo mengi ambao tukikaa chini hivi tukifunzwa na tukiyaweka ndani yetu itatusaidia na itatufunza mpaka siku tarumbeta itakapolia. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo nyingi tumewekewa juu mbinguni, lakini ni lazima tukae chini tufunzwe ili tukaweze kuyaelewa na tukajue jinsi ya kukaa kulingana na mapenzi ya Bwana. Praise the Lord. Nifundishe mapito yako. Nifundishe. Usipofundishwa na Bwana, kuna mambo mengine itakulemea. Bwana asipokufundisha, kuna mambo mengine hautaweza. Unless Mungu akushikilie mkono ili ukaweze kutembea ukiwa ndani yake, kuna mengine ni mangumu na ni masito, hautayaweza ukiwa huna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee hiyo fasi ingine, verse 5. Verse 5 nayo inasema, niongoze katika kweli yako na kunifundisha. Si unaona? Niongoze katika ukweli wako. Kwa hivyo tunahitaji ukweli wa Bwana. Tunahitaji kufunzwa mteule wa Mungu. Wakati unapokaa, wakati uliitwa, saa zingine tunakutananga tu hapa Sunday. Hatukutanagi saa zingine. Kuna mwingine amefungika kazini, hawezi kuja hata weekdays, hata maombi ya asubuhi anashindwa. Lakini ningetaka kuwasihi wapendwa na watoto wa Mungu ya kwamba tuambie Bwana awe anatuongoza na hatua zake na ukweli wake, na akituongoza at least mioyo yetu itafundishika. Yani tutafunzwa jinsi ya kukaa kulingana na mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wewe ni Mungu mwokozi wangu, nalo tumaini langu liko kwako katika yote. Tumaini la Bwana liko kwako. Bwana Yesu asifiwe. Uliitwa na jina lako. Bwana amekusaidia. Nimekupea ushuhuda ya kwamba kuna mahali unaweza fika, shetani alete kikitu ili Mungu akaweze kutukuzwa. Si nimemwambia vile kesha encouragewa na nikajua ya kwamba haya, kwa hivyo hata Mungu kuna mambo ingine tunapitanga ili asikaweze kuona tumefikishana wapi na yeye. Kuna mambo ingine tunapitishangwa ili aone kama utaweza. Tukimtazamia Bwana yote inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Daudi hunitia moyo na yani huwa na furahi tu nikisoma hii maandiko. Maana kitu moja Daudi ilikuwa inamsaidia. Wakati wowote alikuwa anafanya jambo, alikuwa anainquire kwa Mungu. Mtoto mteule wa Mungu, jambo lolote unalolifanya, ita Mungu kwanza. Juliza Mungu kwanza, naye Mungu atakuongoza. Mungu atakuelekeza.
Saa zingine tunakujaga kwa mchungaji ili akaweze kutusaidia vile Mungu atamsaidia. Mpendwa, hata hilo unaona kama huwezi, kuja abia Bwana, kuja kwa mchungaji na mchungaji atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hutahaibika, hutashindwa, maana Bwana ako pamoja nasi. Wakati mwingine huwa nakaa najiangalia, nasema gai, Mungu unaweza nifikisha hapa? Kama sio Mungu singelikuwa mahali nimefika. Mteule wa Mungu, hata wewe kama sio Mungu unaweza hesabu mambo nyingi sana. Kama sio Mungu haungefika mahali umefika. Bwana Yesu asifiwe. Ni mapito gapi umepitishwa na Bwana? Ni mambo gapi umepitia magumu, lakini Bwana anakushikilia, unasimama tena. Mteule wa Mungu, hautahaibika na hautashindwa, na utatokelezea ng'ambo ile ingine ukiwa na ushindi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ile ushindi Bwana ametuwekea, tukikaa na hii hekima ya kiungu, Bwana anakuja na utakuwa unamuona. Saa zingine utakuwa unajikuta kwa lile jambo ulikuwa unatumainia Mungu alifanye, utakuwa unajikuta uko katikati ya hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Ashatenda lakini hujajua, unajikuta ishatendeka ile ulikuwa unaomba, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Tukae katika hekima ya kiungu ili hii hekima ya kiungu itatusaidia. Na kila wakati unapokuja katika nyumba ya Bwana, unajua kuna wakati Pastor Kitema alituambia tuchukue kalamu na kitabu tuandike ile matangazo anatupea hapa. Mimi nikamwangalia, hata mimi ni victim. Nikamwangalia, sikuchukua kitabu na sikuchukua kalamu. Si niko sawa hapa? Nikajiambia niko sawa hapa, nitashika ile matangazo yote. Sasa hii wiki kuna Maisan kuna kitu aliniuliza, nikamwambia gai, na Pastor Kitema alituambia tuchukue kitabu na kalamu tuandike hii matangazo yote, lakini sikufanya hivyo. Unajua sikumjibu kwa sababu sikutii. Bwana Yesu asifiwe. Tukikuja katika nyumba ya Bwana kujanga na kitabu na kalamu, kwa sababu kuna maandiko ingine unaambiwa ama kuna point unaweza pewa uisikie saa hiyo. Ukitoka hapa, kwa sababu tuko na mambo nyingi ambayo tumebeba, uyasahau. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe kama mimi. Mimi sikujibu mtoto wangu na sikumwambia kitu, lakini nilimwambia, tuliambiwa tuandike, tuchukue kalamu na kitabu, lakini sikuandika. Usiwe mtoto kama huyo, kwa sababu Bwana anataka kile kitu tunapofunzwa mahali hapa. Kuanzia Januari tumekuwa tukifunzwa mambo nyingi sana, mambo masito. Ukienda kwa kitabu, wale wanakuanga na notebook, kuna vitu zingine unaendanga unasikia ai, na ni kama si kusikia. Kwa nini? Kwa sababu unaisoma na inakuja upya kuliko venye uliisikia wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Tukujange katika nyumba ya Bwana na nini? Kwani tukujange na nini? Yes, na kitabu na kalamu. Ili ukisikia pointi imeendelea, imewekwa pale, unaweza inakiri kwa kitabu na itakusaidia baadaye. Nikakumbuka ya kwamba Daudi, kuna wakati tulifunzwa tu hapa, Daudi kuna wakati walienda vitani. Watu wa Mungu wanapitianga, si wewe tu. Wewe mtoto wa Mungu, saa hii unapitia, lakini kuna wakati unafika unatokelezea. Kuna mwingine anaigia. Sinawaambianga hivyo. Sasa Daudi wakaenda vitani. Wakati walienda vitani, wakapigana na wakashida. Lakini wakati walirudi, si wanakuja wakishagiria, wameshida, wameona ushindi wa Bwana. Si wanakuja wakishagiria. Lakini wakati walifika Siklag, walikuwa wanaishi huko, wakakuta mji umeshomwa. Wake wao na watoto
wametekwa nyara. Nataka kukuambia nini? Tumetoka msimu wa maombi, wiki 3 za maombi. Sijui umeomba nini, sijui ni muujiza gani Bwana amekutendea. Endelea na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Shetani saa zingine anakuanga after our miracles. Shetani anakuanga after, yani atuangamize tusisherekee ile muujiza Bwana ameweka ndani yetu. Bwana asifiwe. Mteule wa Mungu, wacha tukae watu wa maombi. Usiseme mchungaji atakuombea. Ni wewe, inafikanga mahali ni wewe na Mungu wako. Ni wewe na Mungu wako. Bwana anaangalia wewe. Alikuita akiwa na kusudi jema. Alikuweka akiwa na kusudi jema juu yako. Kwa hivyo unapoendelea na kufunzwa, tunapoendelea na kuambiwa na mchungaji wetu mambo ya hekima ya kiungu, abia Bwana, nataka kuelewa na kujua zaidi. Na ukiwa kuna mahali unashindwa kuelewa, kuja kwa mchungaji, atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine nakaa namuuliza maswali, lakini narudi kujiuliza, na nimemuuliza hivyo. Lakini ukiwa hujaelewa mahali na kitu, kuja kwa mchungaji, ako mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tuende kwa kitabu ya mwisho, John chapter 15. Nataka tumuite Bwana, kwa sababu ninaona watu wengi wanapatikananga Sunday. Na unaona Sunday hatuwezi omba hatuwezi, in fact saa zingine tunashidangwa na kuomba. Si ndio? Kazi yani kazi zimetushika, tunashidangwa na kunini. John 15:16. Tukimalizia tuendelee na hii hekima ya kiungu ili Bwana akaweze kutusaidia. Niliambia mchungaji siku ingine, lakini hiyo kitu inanisubua. Pamoja na pastoral team wametujengea chachi mzuri. Ninasikianga ikisemekana chachi mzee na chachi mpya, alafu kuna balcony. Si iko hivyo? Si tuko hivyo? Kuna chachi mzee, kuna chachi mpya na kuna balcony. Na sasa nikashindwa, bado hata chachi mzee hatujajaza. Ni nini hiyo inakosa? Daniel, ni nini inakosa? Bwana Yesu asifiwe. Ebu enda ukijiulisha hiyo kitu ya kwamba sisi tumeitwa, lakini hatujaitwa hivyo tu. Kuna kitu imewekwa ndani yetu, lakini tunaifunikia. Kuna mtu pale unaweza mwambia Yesu anakupenda. Hiyo tu neno, Yesu anakupenda. Na unajua Mungu anakupenda. Si unaona you are fearfully and wonderfully made. Wewe ni wa Mungu. Unajua kuna mtu pale nje anagojea hiyo neno tu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo neno tu ya kumwambia Mungu anakupenda. Umeumbwa na umbo wa Mungu. Unapendeza. Hiyo tu. Na kuja kanisani. Kwa hivyo tuko na kazi. Hii si ya mchungaji. Ni sisi ambao tumeitwa. Mungu anataka tumfanyie kazi ili ile kanisa mpya, hata tukiambiwa tusoge kanisa mzee, huku hakutakuwa na viti, kwa sababu kanisa mzee itakuwa imejaa. Sasa tumeanza kanisa mpya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema aje? Yohana 15:16. Si ninyi mlionichagua, bali mimi ndiye niliwachagua ninyi na kuwaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kudumu, ili nalo lolote mtakalo muomba Baba katika jina langu awape ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitu inanifurahishanga, kwa sababu ninajua ya kwamba si mimi nilichagua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye alinichagua, akaona ninafaa, na akaniweka mahali aliona nafaa. Na wakati aliniweka, hakuniweka nikae tu. Aliniweka
ili nikaweze kuzaa mazao. Bwana Yesu asifiwe. Muteti, we Mungu anakuita ili ukaweze kumzalia mazao. Mazao ni hapa. Nataji utarebesha, kwa sababu kuna mazao Bwana anataka uzae, mazao ambao ni ya kudumu. Mteule wa Mungu, tuzalie Mungu mazao. Bwana Yesu asifiwe. Mazao ambao ni ya kudumu. Na tukifanya hivyo, Bwana Yesu asifiwe, hakika utakuwa, kuna kitu utatoa na utasikia Mungu atafurahi. Utasikia huru na utasikia umeridhika, kwa sababu kuna kitu Mungu anataka tufanye. Hatuwezi kaa hapo hivyo tu. Bwana kuna kitu anataka tufanye. Kama wateule alituchagua na akatuweka ili tukaweze kufanya kazi yake. Mpendwa na mteule wa Mungu, ukiomba hekima ya kiungu, kila lolote litawezekana, kwa sababu Mungu atakuongoza. Bwana atuongoze na akaweze kutupa hii hekima ya kiungu ili tukaweze kumfanyia Mungu kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame na miguu yetu.